Jina langu ni Barongo Obadia, mbunge wa Bomachoge Borabu kutoka Kisii County. Tumekamilisha shughuli ya kupitisha muswada wa Finance Bill 2026. Mimi nimepinga muswada huo, nimevote no katika bunge leo pamoja na wenzangu waheshimiwa 44. Lakini tukalemewa na wabunge wa upande wa serikali 122 ambao walipiga kura kuunga mswada huo. Kwa hivyo sasa mswada huo utaelekea katika State House ili uwekwe saini na President Ruto ili serikali ya Kenya iweze kupata njia ya kutafuta fedha zaidi, bilioni zaidi ya 90 katika kuisaidia kuendesha shughuli zake. Mimi nimepinga Finance Bill kutokana na kwamba gharama ya maisha imekuwa juu. Wakenya wamezongwa na shida chungu nzima. Kumbukeni bei ya mafuta imepanda. Kumbukeni kwamba SHA ina changamoto. Kumbukeni kwamba capitation kwenye shule haiendi. Kumbukeni kwamba bei ya stima imepanda kutokana na bei ya mafuta kwenda juu. Wakenya wanakumbwa na changamoto nyingi sana. Kwa hivyo kuwaomba tena zaidi ya pesa 90 billion tena kutoka kwa mifuko ambayo tayari haina chochote ni kuwalimbikizia shida. Kwa hivyo mimi nilipinga mswada huo kutokana na hizo sababu. Mswada huo ulikuwa umependekeza kwa mfano ushuru kwa nguo za mitumba. Unajua Wakenya wengi wa mapato ya chini wanategemea mtumba ili kuweza kupata mavazi. Mswada huo pia ulikuwa umependekeza ushuru kwa simu. Wakati ukinunua simu ukiwasha tu hivi huwa inakataa kuwaka kwa sababu haujalipa ushuru wa 20% ambao unajulikana kama excise duty. Kulikuwa pia na pendekezo kwamba KRA ipewe mamlaka ya kukufanyia assessment ya kimo cha ushuru ambacho KRA inafikiria unafaa kulipa, tofauti na ile ambayo unafanya returns kwao. Kipengee hicho kingepatia KRA mamlaka ya kukuambia kwamba wewe ushuru wako haustahili kuwa pengine 1,000,000, unafaa kuwa 1,100,000. Wakati unaendelea kuvurutana na wao, wanakuambia kwamba tayari kwamba lipa hii 1,100,000, tukiendelea na mazungumzo ya kuafikiana kwamba ni kiwango kipi cha ushuru unachostahili kulipa. Tuliona kwamba wabunge wa broad-based wenzetu ambao ni wabunge wa ODM walipinga, wakiongozwa na kiongozi wao Bwana Junet, walipinga kipengee hicho, jambo ambalo serikali, upande wa serikali wa Kenya Kwanza ulipinga, ambayo ingetupeleka kwa division. Lakini wakati tulipoenda kwa division, upande wa serikali uligundua kwamba ingepiga tungeenda kwa kura, serikali kwa mara ya kwanza leo wangeshindwa katika hiyo voting. Sasa ilipelekea majority leader Kimani Ichung'wah kuhakikisha kwamba withdraw ile amendment ambayo alikuwa anafikiria kwamba pengine angepunguza ushuru kutoka pengine kufika kwa 50%, wakati ambapo discussions zinaendelea. Ikabidi kipengee kile kiondolewe, maana kwa mara ya kwanza leo wabunge wote wangepinga hatua hiyo kwa sababu ingepatia KRA mamlaka ambayo pengine ingeyatumia vibaya. So wananchi, demokrasia inahitaji kwamba wale ambao ni wachache watoe fikra zao na wale ambao ni wengi waweze kupitisha kile ambacho serikali inapania kufanya. So sisi tutaendelea kushinikiza serikali kupitia kwa mirengo yetu mingi ya United Opposition na pamoja na Linda Mwananchi kuhakikisha kwamba serikali iwache kila mwaka kuongezea mwananchi ushuru wa kupitiliza, kwa sababu hali imekuwa ngumu katika nchi. Na tunaomba kwamba wananchi, wakati ambapo mswada huu unaelekea kutiwa saini,
wananchi na wao mawaidha yao yawekwe pale, ili serikali iendelee kuzingatia kwamba kusikiza wananchi ni jambo ambalo ni la maana sana. Kumbukeni kwamba tarehe 26 ambayo itakuwa siku baada ya wanajenzi kusherekea ama kufanya makumbusho ya wenzao ambao waliuawa na serikali mwaka wa 2024 June 25th. Tarehe 26 ya mwezi huu, siku baada ya makumbusho hayo, tuko katika Kisii, maeneo ya Kisii na Nyamira, na kikosi kizima cha Linda Mwananchi tukiongozwa na ndugu yetu Edwin Sifuna, pamoja na Babu Wino, pamoja na Ososi, pamoja na Orengo. Tutakuwa pale kwa constituency ya Kibagendi Tuoma, Kitutu Chache South, katika hafla ya kufanya mchango wa kuempower wamama wajane, similar na ile ambayo tulifanya katika Bomachoge Borabu, tukiwa wakati huo tukijiita vuguvugu la Kenya moja. Na Nyamira pia tutafanya mkutano mkubwa pale town ya Keroka. Watu wetu na Wakenya kwa ujumla, endeleeni kutupatia support ambayo imetupatia umaarufu mkubwa, tukiendeleza hii agenda ya kuhakikisha kwamba tunasukuma hii serikali tuibadilishe, ili tuweze kuleta mfumo mpya wa kuongoza nchi ambao utaheshimu wananchi, ambao utakuwa unalenga matakwa ya wananchi ambao katika wakati huu wanasongwa na shida nyingi kabisa. Karibuni Linda Mwananchi. Bomachoge Borabu itakuwa inawakilishwa na mimi Barongo Obadia. Gusii region nzima itakuwa pale, na itakuwa mwejeje kabisa.